Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni tusikilize tafakari ya neno la Mungu katika Dominika ya Matawi ya mwaka A wa Kanisa. Dominika hii ni Dominika inayoanza kutuingiza katika Juma Kuu, juma la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, kifo na ufufuko wake. Hivyo tunasikia na tumesikia habari ya shamra ya Wayahudi walivyomsindikiza Yesu kwenda Yerusalemu akiwa amepanda mwana punda. Lakini baadaye tunasikia habari za mateso ya Yesu Kristo katika historia ambayo tumeisikia ikiimbwa ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, ujumbe tunaoupata wa ujumla katika masomo yetu haya matatu ambayo tunatafakari katika Dominika yetu hii ya Matawi ya mwaka A wa Kanisa, kutoka somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 50 aya ya 4 hadi ya 7, na somo la pili barua kwa Mtume Paulo kwa Filipi sura ya 2 aya ya 6 hadi ya 11, na mwinjili Mathayo sura ya 26 aya ya 14 hadi 27 na 66. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, ujumbe gani tunaupata katika masomo yetu haya? Somo la kwanza linatupa ujumbe wa mtumishi usiogope mateso. Mtumishi usiogope mateso. Nabii Isaya anatufundisha namna ya kuwa watumishi wasiorudi nyuma wala kuogopa kupata fedhea. Mkristo, mimi na wewe kama Wakristo wabatizwa ni manabii. Tumeitwa kuwa manabii na tumetumwa kuwa manabii kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hivyo kama Wakristo wabatizwa, kama watumishi wa Mungu tuliopokea utumishi huu kwa sakramenti ya ubatizo, kipaimara na Ekaristi Takatifu, lakini pia kitubio, sakramenti ambayo kila wakati inatupa nguvu na inatupa upya wa maisha ya utume wetu, ili tumtumikie Mungu katika sakramenti hizi 4 ambazo ni za msingi kabisa kwa maisha ya Mkristo Mkatoliki. Ili tumtumikie Mwenyezi Mungu kwa uaminifu, hatupaswi kuogopa watu, hatupaswi kuona haya, hatupaswi kurudi nyuma kama Nabii Isaya anavyosema. Hakuogopa, hakuona haya wala hakurudi nyuma. Hakuona fedhea hata sura yake, auficha uso wake uweze kutemewa mate. Yeye alikaza, aliwategea mgongo wale wapigao. Hakuwa na hofu yoyote kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye. Mimi na wewe leo kama Wakristo wabatizwa tunashuhudia pia mateso dhidi yetu kama watumishi wa Mungu, kama manabii, kama alivyoshuhudia Nabii Isaya. Hatupaswi kuogopa, hatupaswi kuona haya. Tunapaswa pia kuwategea migongo yetu maadui zetu. Kama anataka kutupiga, basi watupige. Tuwe tayari kupokea mateso hayo. Tuwe tayari kumshuhudia Kristo katika maisha yetu. Tusiogope kutemewa mate. Tusifiche nyuso zetu kwa kuona haya, eti kwamba watanionaje. Wewe mdhihirishe Kristo, mdhihirishe Mungu kwenye maisha yako, wewe kama Mkristo mbatizwa uliyeimarishwa kwa sakramenti ya kipaimara na unayempokea Yesu wa Ekaristi kila siku na kufanana naye.
Ndugu zangu, tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika unabii wetu, tuwe kweli manabii wa kweli na watumishi tusioona fedhea, tusioona haya, na tusipepese ukweli katika ubaya. Jambo ni la kusema kweli, tuliseme kweli, na jambo baya tuliseme kwamba hili ni baya na tulikemee kwa ubaya wake. Tusilifanye jambo baya kuwa jambo zuri. Tumeshuhudia mambo mabaya yanatokea katika maisha yetu. Sisi kama manabii, kama watumishi wa Mungu, je, tunakemea namna gani huu ubaya wa kumwaga damu za wenzetu, wa kuangamiza Watanzania wenzetu, raia wenzetu kwa sababu ya madaraka? Nabii Isaya hakuogopa juu ya hilo. Ndio maana anasema hakurudi nyuma. Tusirudi nyuma, Wakristo wenzangu, tusione haya kumshuhudia Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Mtumishi, usiogope mateso. Na katika somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, ujumbe tunaopata katika somo hili: usitake ukuu kwa nguvu. Usitake ukuu kwa nguvu. Somo hili limebeba ujumbe ambao Yesu Kristo kama mtumishi wa Mungu ambaye alikuwa na utukufu, anachukua utumishi wa kibinadamu wa hali ya chini ya unyenyekevu. Yesu anatufundisha kuwa watumishi katika nafasi zetu kuu tulizopewa na Mungu. Yesu aliachia nafasi yake ya ukuu na ya utukufu aliyokuwa nayo katika ufalme wa Mungu. Huko alikokuwa alikuwa ni mkuu kuliko vitu vyote. Akaja duniani akakaa kati ya wanadamu na akatoa hali ya ubinadamu, akanyenyekea. Aliona njaa, aliteseka, aliona kiu, lakini hakutaka kung'ang'ania umaarufu ule au ukuu ule aliokuwa nao au utukufu ule aliokuwa nao. Ili apate kumwokoa mwanadamu, alishuka afanane na mwanadamu katika hali ya unyenyekevu, katika hali ya utii, katika hali ya unyonge. Alipokea yote, na hivyo alijishusha akawa mdogo. Hakutaka fahari ile aliyokuwa nayo na ukuu na mamlaka aliyokuwa nayo, hakuitaka wala hakutaka kuing'ang'ania. Yesu anatufundisha hapa tuwe wanyonge katika utumishi wetu. Tusitake ukuu kwa kutumia nguvu. Yesu hakutaka ukuu kwa kutumia nguvu, lakini Mwenyezi Mungu alimwinua akampa jina lililo kuu zaidi kuliko majina yote. Je, mimi na wewe tunaotaka ukuu kwa kutumia nguvu, je, tutaweza kupewa jina lililo kuu kupita majina yote katika utumishi wetu na nafasi ambazo Mwenyezi Mungu anatupatia hapa duniani? Muombe sana Mwenyezi Mungu akujalie hekima, Mkristo mwenzangu, akujalie busara katika utumishi wako, uweze kuwatumikia watu katika hali ya unyenyekevu, uweze kujishusha chini ufanane nao, ili uweze kuwaokoa katika mahangaiko yao, katika mateso yao na katika machungu yao, waweze kuiona furaha ndani ya utumishi wako. Usitake ukuu kwa kutumia nguvu. Ndugu zangu, tunaonywa na Yesu Kristo katika somo hili, tuwe wanyenyekevu. Na Mkristo ukijifanya kuwa mnyenyekevu, utaupata utukufu, utainuliwa juu na jina lako litakuwa ni kuu kuliko majina yote. Jifanye huna utukufu katika mateso, na uvumilivu wako na utii katika mateso ya msalaba unaoupitia au misalaba unayopitia, ili Mungu atukuzwe na akuinue juu, akuweke katika nafasi ya Kristo, ila kila goti liweze kupigwa
kwa jina lako. Na ndivyo tunavyoshuhudia maisha ya watakatifu mbalimbali. Tunasali na kuomba kwa ajili yao, kwa sababu waliweza kuvumilia, waliweza kutii, waliweza kuwa wanyenyekevu, na mwisho katika mateso na misalaba waliokuwa nayo iliwapa utukufu wa kimungu ndani yao. Na somo la Injili linatupa ujumbe kuu: mtegemee Mwenyezi Mungu katika mateso. Mtegemee Mungu katika mateso yako. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumesikia habari za masimulizi ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mwanzo katika Dominika hii ya Juma Kuu ambalo tutasikia habari za mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, anavyoteseka, anavyosalitiwa, anavyokanwa. Lakini Yesu Kristo bado ndani ya hayo yote anaonyesha upendo. Anaweka Ekaristi Takatifu ambao anasema fanyeni hivyo kwa ukumbusho wangu. Ni namna gani Yesu hataki kuwaacha hawa watu katika mateso. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anamkabidhi Mwenyezi Mungu mateso anayoyapitia, na anasali na kusema, Baba, kikombe hiki kiniepuke, si kwa mapenzi yangu bali kwa mapenzi yako. Nisikinywe, si kwa mapenzi yangu, kwa mapenzi yako. Ndugu zangu wapendwa, tunakutana na mateso mengi, mwisho tunakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Hatuyapokei mateso haya, hatupokei misalaba hii kama Yesu alivyopokea msalaba na mateso haya, lakini akisali na kumwomba Mwenyezi Mungu, Baba, niepushe, kama ikiwezekana kikombe hiki nisikinywe, bali mapenzi yako yatimizwe. Je, wewe mama, katika ndoa yako, msalaba unaokutana nao, mateso unayokutana nao, je, unamlilia Yesu, unamlilia Mungu kwa kumshirikisha Yesu mateso ambayo unayapitia katika familia yako, juu ya mumeo mulevi, juu ya mumeo ambaye kila wakati anahangaika na wanawake wengine? Tunapaswa kuvumilia. Je, wewe mtumishi unayefanya kazi ofisini, je, unayapokeaje mateso ya watumishi wenzako unayokutana nayo? Wanakusema vibaya, wanakuchongea kwa bosi, je, unapokeaje? Wanakunenea uongo na kukuharibia sifa katika ofisi yako, katika nafasi yako, katika kiti chako cha utumishi. Ndugu zangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kumtegemea yeye katika mateso yetu, atusaidie kubeba misalaba yetu ili tuweze kupata utukufu. Tutasalitiwa na marafiki zetu. Yesu katika mateso haya tunaona Yesu anasalitiwa. Yuda anamsaliti Yesu, anamuuza, tutauzwa. Marafiki zetu watatuuza, watatukana mbele ya watu, watatukataa. Lakini yote hayo tuyavumilie na tuyapokee kama Kristo anavyopokea, na anaweza kushinda haya yote kwa kumwamini na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu mpendwa katika Kristo, tuendelee kutafakari vema maisha yetu na mateso yetu na mahangaiko yetu tunayopitia katika ulimwengu huu wa sasa, yaambatane na mateso ya Kristo ili Mwenyezi Mungu aweze kutukuzwa ndani ya maisha yetu. Nawatakia Juma Kuu jema na tafakari njema ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukimshirikisha pia na mateso yetu tunayokutana nayo katika shughuli zetu mbalimbali, katika maisha yetu ya familia na katika nyanja zote ambazo zinatufanya tujisikie na maumivu, tujisikie tunateseka, tujisikie basi hatuna furaha, kama Yesu Kristo ambavyo alionja kutokuwa na furaha katika mateso aliyokutana nayo. Tumsifu Yesu Kristo.